Grace Week, Grace Worship Week ambayo itaanza tarehe 7 mwezi ujao. That will be on Tuesday. From Tuesday, Wednesday, Thursday. Na on Friday we'll be doing a Grace Worship Night ambayo itajumuisha makanisa yote, interdenominational worship night ambayo itafanyika hapa kuanzia hiyo Friday. It will be a whole night. Tutakuwa pia na kipindi tutakachokuwa tukifanya live recording ya baadhi ya nyimbo za watumishi ambao wako pale, na mimi mwenyewe pia nitakuwa najiunga pamoja na hiyo group. Kwa hivyo tunawakaribisha sana. And then after your Friday, on Saturday we have partnered with the county government, the Ministry of Health, together with Equity Afya hii hospitali yetu hapa, kwamba tutakuwa na free medical, not medical camp but free check-up ambayo itafanyika hapa hiyo Saturday ya 11th. Kwa hivyo tunawaalika wote na pia the community at large that we may get into that exercise, na Mungu atubariki sana. Kwa hivyo on the same breath ni kwamba the event of course needs a lot of resources, na tunaomba kwamba you come through. Kama vile tumetangaziwa, tutakuwa na kipindi cha kutoa love offering for the same, and again we have some merchandise hapa nje. Pale nje you can get yourself a good t-shirt. Sijui kama watu wa media mko nazo pale. You can get yourself a good t-shirt, a good hoodie, a good flask, any match that you get, you can order there. Hapo nje, just place a order and pay, and in between the week, on Wednesday you can pick, ama you can also pick on Sunday, na utakuwa umefanya kazi ya Bwana katika hiyo huduma. Amen. Enough of the nonsense. Can we get to the sharing of the word of God? Kama tumesomewa kitabu cha Marko kifungu cha 3, Mark chapter 3 verse 13 to 19. Hiyo ni mistari 7 ambayo ningependa tuisome, alafu after tumeisoma Mungu atusaidie kusoma kitu pale na itakuwa baraka. Ndiko anasema, akapanda mlimani akawaita aliowataka mwenyewe, wakamwendea. Mstari wa 14, akaweka watu 12 wapate kuwa pamoja naye, na kwamba mstari wa 14, na kwamba kawaita watu 12 wapate kuwa pamoja naye, na kwamba awatume kuhubiri. Mstari wa 15, tena wawe na mamlaka ya kutoa mapepo. Mstari wa 16, akawaweka wale 12, majina yao ndio haya: Simon, na akampa jina la Petro; Yakobo mwana wa Zebedayo na Yohana nduguye; Yakobo akawapa jina la Boaneje, maana yake wana wa ngurumo. Mstari wa 18, na Andrea Andrew, na Filipo Philip, na Bartholomayo, na Mathayo, na Tomaso, na Yakobo wa Alfayo the Zealot, na Thadius, na Simon Mkananayo, na Yuda Iskarioti ndiye alimsaliti kisha akaingia wapi? Umeona wale wengine wakitajwa? Umeona watu wale mitume wengine wakitajwa? Kina Andrea, Philip, Thaddeus, Bartholomew, Mathayo.
Lakini mbona huyu jamaa ameandikwa kwa mstari wake peke yake? Mstari wa 19 unasema na nani? Na Yuda Iskarioti ndiye aliyemsaliti. Bwana Mungu, tumelisoma neno lako. As we share, speak to us, for we are listening in Jesus' name. Amen. Wow. Mitume 12 Kiswahili. Mungu ni mwema. Tena niseme katika kizazi ambacho tunakuza, nyakati ambazo tuliko, ni kizazi ambacho kulingana na mimi na maybe some few witnesses, utapata kwamba ni kizazi ambacho kimeunganika sana. In English it is the most connected generation and full of a lot of information. Na hiki kizazi kinaweza fanya upate kitu kimoja ambacho kinaweza enda viral sana. It can meet a lot of people just with a single post on TikTok ama IG and meet a thousand of people. Lakini kulingana na mimi, hata kama kizazi chetu hiki ambacho tunakuza na nyakati ambazo tunaishi tumeunganika sana, tuko na shida sana, kwa sababu kulingana na mimi, I feel we are very much disconnected when it comes to spiritual matters. Kwa sababu kizazi hiki kinajua ni jinsi gani ya kufanya umaarufu, lakini akijui jinsi ya kukaa katika uwepo wa Bwana. We can make a post that can meet 1,000 of people, but again fail to get some 5 or 10 minutes to connect with God. Ni kizazi ambacho kinatamani ushawishi, lakini kimeepuka ukaribu sana na Mungu. Kizazi ambacho kinataka platforms and podiums, lakini akitaki kupitia katika maandalizi ya kukua ni nini unataka kukua at the end of the day. Kizazi kinachotaka mamlaka sana. Wengine walikuwa wanasema wanataka power. Yaani kizazi kinataka mamlaka, lakini bila kuwajibika, without giving yourself to what you want. You just need power. It is a generation ambayo it is looking for purpose. Inahitaji kujua kusudi, lakini haihitaji uwepo wa Mungu unaowezesha kusudi ama purpose. Na kupitia historia yote ya wanadamu ambao wamewaishi, tuko katika generation ambayo iko na information nyingi sana, tuko na taarifa nyingi sana. Lakini hata hivyo wasiwasi unaongezeka. Kuna mkanganyo, there is mixtures of a lot of information which confuse us. There is a lot of confusion to until watu wamechanganyikiwa, wao ni kina nani, mimi ni mwanaume ama ni mwanamke. They are not even sure of are they men or ladies, and then they are redefining truth. Nasikia vile na feel mimi si mwanamke, I can be a man, and then homosexuality and all those stuff. This is the generation. Na licha ya a lot of technological progression, maendeleo yetu ya kiteknolojia, watu wengi bado wanatafuta ni maana gani niko nayo katika maisha, kusudi gani langu ni gani, mwelekeo wangu ni mgani, what is my direction in matters making my purpose. Na tatizo tunapata kwamba si ukosefu wa taarifa. It is not lack of information, because the generation has a lot of information. Tatizo ni ulinganifu ama upatanisho, alignment. Kwa sababu wakati kitu kinapoachana, ama when something deviates from the alignment na mpangilio wake, kunaanza kuwa na utofauti
ama kutofanya kazi vizuri. When we lose the alignment, then we will not be doing what we are supposed to do, even when we talk about matters. Na watu wa Mungu, mimi mwenyewe naamini kwamba moja ya migogoro ama the crisis, the biggest crisis ambazo ziko katika kizazi chetu si za kisiasa. It is not a political problem, it is not an economical problem, sio changamoto cha kiuchumi ama kiteknolojia, because we are good at that. Changamoto ambacho tuko nacho kama generation ni upatanisho mbaya wa kiroho. It is misalignment when we talk about spirituality. Bwana Yesu asifiwe. In other words, tumepotoka kutoka kwa mpangilio wa Mungu. We have deviated from the order of God. Tumekuwa watu wenye shughuli nyingi sana, lakini hatuna mizizi. We are wrongly rooted. We are doing a lot of activities, lakini bado hatukai katika uwepo wa Mungu. Na ile wakati watu wanapotoka kutoka kwa mpangilio wa Mungu, kunaingia mkanganyiko. Familia zinapotoka katika alignment ama God's order, tunaingia katika mashida nyingi ya katika familia, katika ndoa, kunakuwa na utengamano. Makanisa kama yetu tukipotoka katika mpangilio wa Mungu, kunakuwa na kupungukiwa hata kwa nguvu za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Because the word is so true. What the word says in Psalms 133, where there is unity, God commands blessings there. Where we are aligned. But when the alignment is not there, then tunapotoka kama waamini. Lakini habari njema ni kwamba katika historia yote, in all the history, watu wa Mungu walipoweza kurudi katika mpangilio wa Mungu, kumekuwa na a very divine and powerful revival. Kama umekuwa mtu wa historia vizuri, ukifikiria all the great revivals that has ever happened, revivals like ile inaitangwa Moravian revival, revival like the Wales revival in the Christianity, the revival like the East African revival, all these great transformation hazikutokea kwa sababu kulikuwa na strategies mzuri sana. Watu walistrategize wakasema tutakuwa na revival out of strategy. Watu hawakuwa na fedha nzuri sana za kupanga budget zao kama makanisa na hizo vitu. Ukweli ni kwamba watu walimrudia Mungu, walijialign na Mungu. Watu walirudi kwa maombi, wakarudi kwa neno la Mungu, wakarudi kwa utakatifu. Ukweli hata ukiangalia katika maandiko, whenever people realign themselves to the order of God, then God gets back to them. Bwana Yesu asifiwe. So the great movements that has happened, they have happened because the people, watu wa Mungu, walirudi kwa mpangilio wa Mungu. Na pengine ndiyo maana hiki kifungu tunasoma cha Marko sura ya 3. Kutoka kifungu hiki kianze, Yesu anatupatia mpango wa kimbingu and divine order wa upatanisho ama divine alignment ya Mungu. Katika ulimwengu ulioshindwa kuelewa vipaumbele, what to put first, Yesu anatupea what to prioritize. Katika ulimwengu unaosisitiza shughuli nyingi, many of the activities, Yesu katika order ya divine alignment anatupea what is the right thing to do, and he tells us, anasisitiza ukaribu ama the nearness of us to him. Katika ulimwengu ambao unasherekea ushawishi, influence, Yesu mwenyewe anazingatia mabadiliko, the transformation. And that is what he is doing in Mark chapter 3. Kuanzia mstari wa 13 akiwaita watume. Yesu kwanza
anauliza, je, utakuwa na mimi? Kwa sababu ulimwengu wetu unauliza nifanye nini nifanikiwe, nifanye nini nigudue kusudi langu, lakini Yesu anauliza, je, utakuwa na mimi? Will you be with me? Mark chapter 3. Yesu ameshaianzia huduma yake. Tukifikia kifungu cha 3, he is now starting his public ministry. He is doing miracles all over the place. There is healing which is happening. This is the context of Mark chapter 3. Miujiza inafanyika kila mahali, lakini pia kuna upinzani mkubwa sana ambao unainuka kinyume na Yesu. Na kwanza, viongozi wa kidini wanakuwa ndio adui wakubwa sana wa Yesu Kristo. Tunapofika hapa now Mark chapter 3, tunaona actually mistari michache, few verses from where we have read, Mafarisayo, the Pharisees, washaanza kupanga kifo cha Yesu Kristo. Lakini katikati ya upinzani mkubwa, Yesu anafanya kitu cha ajabu. Anapanda mlimani na anawaita watu fulani ili waje kwake. Na katikati ya wakati huo anaanzisha mfano ambao ungeilinda kanisa. He is starting something that will guide the church across all the generations. Are you following me? Bwana Yesu asifiwe. Na ukiangalia kwa makini Yesu anavyofanya na watu anaowaita, kabla hajawatuma nje wakafanye ile kusudi ambalo amewaitia, anawaita ndani. In other words, I'm saying, before he sends them out to preach, the way the word is saying, Jesus Christ calls them in other words, to his presence. Kabla hajawapea mamlaka, anawapa uwepo wake. He is giving his presence. Nawaambia, he called them to be with him. Kabla hajawapea huduma, the purpose, what he is calling them to do, anawaalika katika uhusiano, relationship with him. Kwa sababu mpangilio wa kimbingu ama divine alignment ni tofauti na mpangilio wa ulimwengu. Kwa hivyo kanisa, ikiwa tutapata kukua na kumwelewa Mungu zaidi na akafanyike wa effect sana impact katika maisha yetu, katika familia zetu, huduma zetu, lazima turudi katika mpangilio wa Mungu, ama we rearrange ourselves and get to the divine order and divine alignment of God. Nazungumzia divine alignment. Nataka kusema mambo matatu kutoka katika hii sura ya Mark chapter 3 verse 13 and 19 kuhusu divine alignment, ulinganifu ama upatanisho wa kiungu. Na jambo la kwanza ni kwamba divine alignment requires Christ presence, ama upatanisho wa kiungu unahitaji uwepo wa Mungu, ama uwepo wa Kristo. Andiko linasema Yesu alipanda mlimani na akawaita wale aliowataka, nao wakamjia. Allow me just do some small exposition of this, na Mungu atusaidie sana. Jambo la kwanza tunalotambua ni kwamba Yesu anachukua hatua ya kwanza. He is taking the first step, kuwaita. Wanafunzi hawakutangaza wasifu wao. They did not present their CVs, ama hawakuapply ndio wawe wanafunzi wa Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye aliyewaita. He went up on the mountain side and he called. Aliwaita. Ufuasi kwa Yesu Kristo huanza na hatua ya kiungu, haianzi na hatua ya kibinadamu. Sio sisi tunaotaka tuwe na yeye, ni yeye anayetutaka sisi tuwe naye. Bwana Yesu asifiwe. It is not our idea, it is God's idea. Ukisoma katika Yohana wa kwanza kifungu cha 4 mstari wa 19, inasema sisi tunampenda kwa sababu yeye alitupenda kwanza.
It is the idea of God even calling us to salvation. We don't have to, it does not start with us to be saved. It starts with him. For God so loved the world that he gave. It is the business of God. And hiyo inafanyika hapa. Yesu aliwaita. He is letting them to come in his presence. Lakini kuna kitu pia, tukiangalia huo mstari, alisema aliwaita. Lakini kuna kitu tunafaa tukielewe zaidi. Anasema wale aliowataka. In some of the versions of English inasema those who he desired. In other version inasema those who he wanted. Lakini hii kusema aliowataka, kanisa haimaanishi kipendeleo. It does not mean what is kipendeleo, like favoritism. Inamaanisha ni nia iko na makusudi. It is intentional pursuit of Jesus Christ. Sio kwamba aliwapendelea, lakini aliwaita na kusudi. Yesu alichagua hao watu wote 12 kwa kusudi. Na ndio ujue ni kusudi. Let me read and help us see these 12 guys. Alijua Peter alikuja akiitwa Simon. Yeye Yesu Kristo akamuita nani? Petro. Alikuwa ni mtu, alikuwa na makasiriko mengi sana. Alikuwa ni mtu wa msukumo, impulsiveness. That was Peter. Peter ambaye amekuwa akiangalia ama akifanya biashara ya samaki, mvuvi. Ni mvuvi ama ni nini? Alafu kuna jamaa mwingine anayeitwa Thomas. Unajua Thomas? Unamjua kwa nini? Doubting. These are the guys that Jesus Christ is calling. Na Yesu Kristo anawaita akiwajua. Anamuita Thomas. He knows Thomas. Amejua historia hata ya Mathayo. Matthew was a Bible readers, a tax collector. Angekuwa anafanya kazi leo katika hii Kenya yetu, ungempata huko Kenya Revenue Authority. That was Matthew. Yesu alimjua. Anajua hata jamaa mwenye amesomwa katika mstari wa mwisho wa 19. Judas. Alijua huyu jamaa ni msaliti. He knew God is all knowing. He knew. Huyu jamaa hata maandiko anasema aliye msaliti. Bwana Yesu asifiwe. He knew. Lakini akiwajua pia na upungufu wa hao wote, he is still calling them. Why? Because the call is divine. He is calling them with purpose. Na hii inafaa itupe nguvu sana tukishaangalia wale watu ambao Yesu anaita. Kwa sababu Bwana hawaiti watu ambao ni kamilifu. He is not calling people who are already perfect. Anaita watu ambao ni wa kawaida sana, lakini ako na nguvu ya kuwabadilisha wakuwe ile kitu anataka wawe. Ukisoma story ya Petro after Yesu Kristo amemuita, soma hao majamaa ukifuka kifungu cha Matendo ya Mitume kifungu cha 3. Petro walipokuwa Peter and John going to the temple at the hour of the prayer, and they are meeting a lame man katika the beautiful gates of the temple. Hapo ndio walifanya muujiza wa kwanza after the Pentecost, of course. Amwambia katika jina la Yesu Kristo amko uende. Huyo Peter ambaye alikuwa anavua samaki after Pentecost, after doing his very first sermon, how many people got born again? 3,000. Mungu akona hiyo tabia ya kuwaita watu ambao wamepungua, lakini anawatransform wanakuwa great people for his purpose. Lakini baadhi yetu, hata najua tu kwa akili unaniambia, mchungaji, kama ungejua historia yangu ungeelewa ni kwa nini Mungu hawezi niita. Hakuna mtu ambaye Mungu hawezi ita. Ukiangalia hiki kikundi ambacho Mungu ameita,
anaita mtoza ushuru, anaita this other guy the zealot. And you remember in this context of the zealots, we are not combining with the Jews. There was a good political problem. Is that English? Yani kulikuwa na shida politically between the zealots and the Jews. Yet Jesus is calling and putting them together. Anaita wavuvi kama Simon, watu wa mashaka kama huyu Tomaso, na watu wasaliti. Mungu atuepushe na watu wasaliti, na watu wasaliti kama Judas. Lakini Yesu aliwaacha wote waje. Na tatizo alikuwahi kuwa ukubwa wa wanafunzi. It is not about the greatness of the disciple. Tatizo daima limekuwa ukubwa wa Mwokozi. It is not about who you are for God to call you. It is about God, the God who is calling you. Because he is able to transform you and give you power to do the purpose that is calling you for. Bwana Yesu asifiwe. It is not about who you are, the strength that you have. He is able to give you strength. Na tunaona hilo hapa. Aliwaita. Na angalia what happened. After amewaita, waliitika. Maandiko yanasema, now wakamjia. He called them and they came to him. Wakamjia. Yesu aliwaita na wakajibu. Na kile tunachopaswa kuona mahali hapa ni kwamba there is the grace of God that is calling us to him. Bwana Yesu asifiwe. But again there is a human responsibility in responding to that very grace. Neema ya Yesu Kristo itatuita, lakini tuko na jukumu la kuitika. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko hayasemi na Yesu akawaitikia. Maandiko anasema Yesu aliwaita na wao wakafanya nini? Wakamjibu. They responded. Mwaliko wa Yesu Kristo unahitaji response, ama unahitaji jibu. Petro alipaswa kuacha nyavu zake. Angekuwa Petro, angekuwa ni Mkenya, angekuwa anaitwa Omondi, angekuwa huko Lake Victoria, akiendelea na shughuli zake tu za kuchukua samaki. Lakini alijibu. He answered to the call. Mathayo aliacha hizo files pale Kenya Revenue Authority ya hiyo wakati, aliacha ushuru, kutoza ushuru. Wanafunzi kuna kitu moja walifanya. Kila mtu hapa amekuwa na shughuli zake tofauti, lakini after Yesu Kristo amewaita, kila mtu anaanza align kwa hiyo call. Anaanza in other words, walianza kumove. Because when God is doing a divine call, there is a need of a movement. Mungu anapotuita, atuiti tukae. God is calling us and is calling us to move. Praise be to God. They are moving. Kwa hivyo swali ambayo nataka ujiulize, usijiulize kwamba Yesu amekuita, because that is a true fact. God has called all of us. Swali ni, kama Yesu amekuita, umeitika? Have you answered the call? Have you responded? Kwa sababu inawezekana sana uko mtu mzuri hata kwa ibada, unamsifu Yesu vizuri sana, lakini haumfuati Yesu. Unaweza kuwa unafanya kazi ya Mungu, lakini hauna Mungu. That is crazy, right? You can be working for God, but you are not working with God. And that is what we are seeing in all over the place. Kuna watu wengi sana, kuna wachungaji wakubwa ambao wako na makanisa ambao inaitanishwa na Mungu, lakini hawana Mungu. Kuna waimbaji wakubwa ambao wanaimba nyimbo zinaitanishwa na Mungu, lakini hawana Mungu. There is a danger of working for God and not working for God. Working with God, God is still calling us. Tusikuwe tu watu wa activities nyingi katika ibada, lakini pia tukue watu ambao wanatembea na Mungu. Yesu Kristo aliwaita waje kwanza, kabla hata hajawapea kusudi la kufanya. Wanafunzi walimuendea. Na kisha mstari wa 14 anatupa moja ya kauli, a very profound statement katika ile early and discipleship, the disciples that he is calling.
As a profound statement here. Asema akawateua wanafunzi 12. Angalia, inasema ili wawe naye. He called the 12 to be with him. Hebu nisaidie kuambia mwenzako presence. Mungu aliwaita wawe naye. He is calling them to his presence, because divine alignment, kama kabisa tutajiunganisha ama tutajilinganisha na uungu ama with divine alignment, we will have to be with him. We cannot say we are divinely aligned away from him. Aliwateua wanafunzi 12 ili wawe naye. Kabla hawajaanza kuhubiri, kabla hawajaanza kufanya miujiza, kwa sababu these great guys, later you see them in the book of Acts doing great miracles, healing the sick. You know, before all that, there was one significant truth. Aliwaita wawe naye. Kwa hivyo ile kitu yote wanafanya, hawafanyi kwa nguvu zao, wanafanya kwa sababu wako na yeye. Bwana Yesu asifiwe. The problem with us, our generations that we are raising, ni kwamba tunafanya vitu nyingi pasipo. Tunafanya vitu nyingi pasipo ukaribu wake. Yesu Kristo anatuita tuwe na yeye. And we have a wrong idea when we are measuring spirituality. We measure it with productivity. It is wrong. Ni program ngapi tuko nazo? How many programs are we running? How many church congregants do we have? How many funds do we have in our accounts? That is not how we measure spirituality. We measure it with the one profound question. Motose, are you with Jesus Christ? Are you with him? Uko na yeye? Because kama tutaweza kukua kama kanisa, kama familia, lazima tukue na yeye. Kabla hatujafanya kazi zote, kabla hatujajitosa hata kwa uongozi, hata kwa biashara, jiulize, by the way, vile nadunga hii biashara, niko na yeye? Niko na yeye? Yesu angekuwa huyo jamaa, angeuliza, are you with me? Are you with us? Are you with me? Na katika kitabu cha John chapter 15 mstari wa 5, Yesu Kristo anasema, mimi ndimi mzabibu na ninyi ni matawi. Mkikaa ndani yangu nami ndani yenu, mtazaa matunda mengi. Bila mimi hamwezi kufanya kitu sijui walimu wa Kiswahili wako wapi? Chochote inamaanisha kusisitiza kwamba you cannot do anything. Haimaanishi kwamba you will do some things without Jesus Christ. Unajua wakati mwingine shetani anatudanganya sana. Sometimes you will seem like you are making progress, but the truth is, if you don't have him, haufanyi chochote. Hata wakati unaona ni kama unafanya, you are doing nothing. Pasipo yeye, bila mimi, Yesu Kristo anasema hamwezi kufanya kitu chochote. Are you with him? Are you with him? Tunapopuuza kukua na yeye, na one of the best things kukua na yeye nitaje ni kwamba ni something we call a secret place. A place where you get to just knowing God personally. Sijui when we talk of kukua na yeye, how you define it? Kukua na yeye si kukuja kanisani useme, hey, mimi nakuanga na Mungu kwa sababu naendanga church. But unakuanga na Mungu kwa sababu nakuanga fellowship ya ile yako ni gani, ile ya Tasi ama ya Genesis. Hiyo si kukua. Kukua na Mungu ni ile you have your own time with him in your secret place, not in public. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume kifungu cha 4 mstari wa 13, hii context yake ni ile wakati
viongozi wa dini, the religious leaders, walikuwa wanawaangalia Petro na Yohana. Hii ni after wamefanya miujiza, na wakagundua kwamba walikuwa watu wa kawaida. They noticed that Peter and John walikuwa tu watu wa kawaida. They were common people, just ordinary people. Lakini kuna kitu walitambua, hawa ni watu wa kawaida ndio. Hata walikuwa wanasema hao watu hata hawana elimu, lakini waliona kitu cha ajabu. Wakatambua kwamba watu hawa walikuwa pamoja na Yesu. So whatever Peter and John they are doing, wanafanya kwa sababu walikuwa na nani? Walikuwa na Yesu. Sijui kama hii inaweza sema kwetu kwamba hao watu vile wanapanga vitu, sio the way they are talented, no. See the way they are good in strategy. Lakini unaangalia tu mtu unasema huyo ako na Yesu. Huyo, hiyo familia vile wanakuanga au wako na Yesu. Just looking at them. Do you carry the presence of God with you? Kwa sababu divine alignment calls for God's presence, ama Christ presence. Jambo la pili, upatanisho wa Mungu ama divine alignment inahitaji kusudi la Kristo. It requires Christ purpose. Alisema he went up on the mountain side, he called those who he wanted and they came to him. Kwa nini aliwaita? 14b inasema aliwaita ili awapeleke nje wahubiri. He called them that he might send them out to preach. Baada ya Yesu kuwaita wanafunzi wake, Yesu aachie hapo, akawateua wanafunzi 12 wapate kuwa pamoja naye, na kwamba the purpose, na kwamba awatume kuhubiri. Yesu aliwaita kwa nini? Kusudi, the purpose. Why did Jesus call them? Awatume wakahubiri. Kwanza anawaita wawe naye, the presence. Kisha anawatuma nje. Huu ndio mfumo wa, this is the God's order. Upatanisho wa kiungu. Yesu hakuwahi kukusudia kwamba wafuasi hao anapowaita wakuje tu na wakae naye. He is not just calling them to come and be with him. He is calling them that he might send them out to preach. Ili awapeleke nje, kuwatuma. Maisha ya Kikristo sio tu kupokea, because we receive. Jesus has called us, we can sit and receive from him. Lakini it is also about receiving from him and releasing. Kupokea na pia kutoa. Sio tu kukusanyika. There is a time that Jesus Christ is calling us to kuja kwake. Lakini kuna wakati Yesu Kristo after tumekuja kwake na pia anatutuma nje. He is calling us, and also there are times he will tell us, sit and listen to the sermon. But there is a time that Jesus Christ is saying, go and do the purpose. Kusudi la Bwana. Yule Yesu aliyesema njooni kwangu. Na baadaye unaona katika kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 19, enendeni. Njooni na enendeni. Come and I send you, go ye therefore all to the world. So maisha ya Kikristo as a believer ni maisha ambayo iko na mkusanyiko. There is a moment we will have to gather as worshipers. But there is a time Jesus Christ is saying it is a time to scatter. To scatter meaning, nimeshawaita kwangu, sasa enendeni, go. Because God is giving us different purposes in our lives. Kuna wakati wa kukuja na kuna wakati wa kwenda. Kuna wakati wa kukaa kusikiza na kuna wakati wa kutumika, kukubali kuserve. Kuna wakati wa kupokea
na kuna wakati pia wa hiyo neema ambayo umeipokea inakuwa baraka tena kwa watu wengine. Wanafunzi waliitwa katika uwepo wa Kristo ili washiriki kusudi la Kristo. And that is what God is still doing with us. Ametuita kwake. He has called us to himself. Ndipo tukafanyike baraka hata kwa wengine. Tuendeleze kusudi lake katika ulimwengu mzima. Jesus Christ is calling us to be vessels of the gospel. Maandiko yanasema aliwaita ili wapeleke nje. In English it is to send them. Now the word is sent is an important word to note, because it is carrying the weight of kuteuliwa na mamlaka. You are chosen with authority, or rather with power with you. Kutoka kwa dhana ya tunapata ile neno la mitume, the apostleship. Mtume ni mtu ambaye ametumwa na neno la ambaye anatumana. You are a messenger carrying the message, but the message is not yours. And one responsibility of a messenger is you don't change the message. You don't decrease the message. You carry it as it is. Aliwaita waje kwake ili wakafanye ama wakatangaze injili yake, si kubadilisha. Na Paulo anasema katika 2 Corinthians chapter 4 verse 5, tunachohubiri sio sisi wenyewe, bali Yesu Kristo kama Bwana. Kwa hivyo Yesu Kristo akiwaita watume, anawaita na kuwapea kusudi la message ambayo wataenda nalo. Message ni ya Mungu, sio yao wenyewe. Ndio Paulo anasema, because Paul is one of the apostles. Sema kwa sababu tunachokihubiri si sisi wenyewe, bali Yesu Kristo kama Bwana. Wa Kristo, we need to carry the message of God with us. Ukiangalia all over the world, utapata wahubiri wengi ambao wamebeba habari zao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kristo aliwaita ili wapeleke nje mahubiri. To preach, kumaanisha kutangaza hadharani. To preach is to pronounce it publicly. Kutangaza sio tu kubeba vitu vyako, lakini kutangaza neno la Kristo. Yesu Kristo ametuita kutangaza injili. Na mtu ananiangalia aseme, pastor, we cannot be pastors. Na that is true. Yesu Kristo hajasema amewaita wote wakuwe wachungaji, lakini wote tumeitwa tuhubiri. How do we preach? With our lives, in our relationships, in our conversations. We have a lot to preach. Mahali Mungu amekuweka kwa kusudi lake la kutangaza injili yake. It is not coming with a scripture every other time and doing exposition and all that. It is about even the word that you received, to just leave that word and you be of course unakuwa ni mahubiri tosha kwa mtu mwenzako. Bwana Yesu asifiwe. Aliwaita ili wapeleke nje mahubiri. Sijui Yesu amekuita ufanye nini. Paulo katika Romans chapter 1 verse 16 anasema, kwa sababu sionei aibu injili, kwa sababu ni nguvu ya Mungu iliyoleta wokovu kwa kila anaye amini. He is not ashamed of the gospel. Watu wengi, sisi wote tumekubaliana kwamba sisi wote tumeitwa, lakini wengi wetu tumeionea haya injili.
Imagine hata mahali unafanya kazi huwezi kubali watu wajue umeokoka, ama unaendanga church, wataniona aje? Usione haja haya injili ya Bwana. Enendeni kote ulimwenguni, na kuenenda huko akuhitaji nguvu zetu wenyewe. Ndio maana nasema jambo la tatu kuhusu divine alignment. Nimesema ya kwanza it is presence, ya pili ni purpose, na ya tatu divine alignment requires Christ power. Sisi kuenendana kote ulimwenguni kutangaza injili ya Yesu Kristo akuhitaji nguvu zetu wenyewe, kunahitaji msaada wa Mungu mwenyewe. Katika mstari wa 15 anasema na kuwa na mamlaka ya kutoa mashetani, yani and to have authority to cast out demons. Kuna watu wapendi wa mashetani yakitangazwa. Kuna watu waoga sana, wameokoka lakini hawapendi mashetani ya kutoa. Mstari wa kuwa na mamlaka ya kutoa nini? Mapepo. Mpangilio huu bado wa kiungu tunauona. Yesu aliwaita waje kwake, presence, kisha wakatuma nje, purpose. Kisha sasa kufanya kazi, hatufanyi chini ya nguvu zetu wenyewe, tunafanya kazi chini ya mamlaka ya Yesu Kristo. So unaweza jiuliza sasa, okay, God has called me, Mungu ananiitia kufanya jambo fulani. And when I say God is calling you, it is not always about preaching. Even in the business that you are doing, what is God calling you to do in the business place? In the business place, watu wengi wamekuwa wakianza, hata wakianzisha mwaka wanasema hii mwaka nataka nianzishe kampuni ya kuuza magari. So it's a good business. Inafika mahali anasema acha tujaribu next year, na kuwapa mamlaka. When God is calling you to do something, usikuwa wa kuogopa sana kama unamwamini. Maana maandiko yanasema katika kitabu the same book, Mark chapter 16, for those who believe in him, Mark chapter 16 verse 17, wenye wanaamini hata atawapa nguvu za kutoa mapepo na kuzungumza na other tongues. What is God calling you to do? In that same space that God is calling you to do, that same business that God is calling you to do, anakupea mamlaka sio yako, unayafanya kwa nguvu zake, maana uko katika uwepo wake. Ufanyi kwa nguvu zako. Habari njema ni kwamba kwa sababu ikiwa mafanikio ya ufalme wa Mungu haitegemei nguvu zetu wenyewe, hawa wanafunzi hawakuitwa waenende. If that was about their own strength and power, sasa hata hatungekuwa tumeokoka, hakungekuwa na makanisa. Lakini kwa sababu hiyo kazi ya kuhubiri neno njema hawakufanya kwa nguvu zao, lakini Kristo aliwatuma kwa mamlaka yake. Yule aliyewateua yeye aliwapa nguvu, na ikuwe ni encouragement kwetu siku ya leo kwamba katika ile space Mungu ametuita, ile call ama purpose, kusudi lake ametuitia, hajatuita na hajatuteua tuwe tu kwa nguvu zetu wenyewe. He is calling us and giving us his divine authority. Bwana Yesu asifiwe. Tangu mwanzo, as we begin this book of Mark, ni kitabu ambacho kikona Yesu anaonyesha mamlaka yake ya kiajabu katika kila kitu anafanya. Anapowafunza watume ama watu, anapofundisha, anafundisha kwa mamlaka. He is teaching with authority. He is healing with authority. He is forgiving with authority. He is even casting out demons with authority. Anazungumzia zile dhoruba with authority. Hata kufufua, when he is raising people like Lazarus, anawafufua kwa mamlaka. So mara kwa mara katika hiki kitabu cha Mark anatuonyesha kwamba Yesu Kristo
Yeye sio mwalimu tu peke yake, yeye tu sio nabii peke yake ama mtenda miujiza peke yake. He is the king himself, because he is carrying with him the power and authority. Anabeba mamlaka kamili. Na sasa kwa sababu Yesu anashiriki mamlaka hiyo kwetu, alianza na wanafunzi wake. Mamlaka hayakuwa yao wenyewe. They did not have any power to do the purpose that God was calling them for. Ilikuwa ni nguvu ya Bwana. Tukifanya kwa nguvu zetu tutashindwa. When we continue doing worship or rather services with our own power, we will not do it. Lakini tunajisalimisha kwa nguvu za Bwana. Nguvu hizi za Bwana ziko kwa aliowaita, lakini there is something about the authority that Jesus Christ is giving. This authority also demands submissiveness. Ama hizi nguvu za Bwana pia zinahitaji kujishusha. Tunaposema ni nguvu ambazo zinatusaidia, katika kitabu cha Zakaria kifungu cha 4 mstari wa 6, maandiko inasema sio kwa nguvu wala kwa silaha wala kwa uwezo wetu, bali ni kwa Roho Mtakatifu, asema Bwana. It is about the power and authority of Jesus Christ, but this power demands submissiveness. It demands watu watashuka, kwamba the power of the Holy Spirit can take place. Kwa sababu wakati mwingi we don't rely, kama hawakushuka, even the Pentecost could not happen. The reason as to why the Holy Spirit of God came upon them in the book of Acts is because they submitted to that power. And you see the great things that they are doing, kwa sababu walijishusha katika walijilazimisha. Mamlaka inahitaji kutii. In other words, kujisalimisha kwa nguvu za Bwana. Wanafunzi walifanya kazi kwa mamlaka ya Kristo kwa sababu walijisalimisha kwa hiyo mamlaka. Wangeweza kuwakilisha kwa sababu, or rather to proclaim the gospel, because they were submissive. Hatari ambayo tuko nayo katika kanisa na in our generation ni kwamba tunahitaji kufanya vitu ambazo ni za nguvu ya Yesu Kristo, lakini hatutaki kujisalimisha kwa hizo nguvu. Wengi wetu tunataka mamlaka ya Kristo, lakini hatutaki kukubali kutembea na Kristo. Tunahitaji baraka za Mungu, lakini hatutaki kukua obedient before him. Wengi tunahitaji tukue ni wale watu washindi. We need the crowns and all that, but we don't need to submit to the power of the cross. Mamlaka ya ufalme wa Mungu inahitaji submissiveness. Tushuke ili Yesu ainuliwe. And with all that, when we submit to him, he is able to work everything out through us. Bwana Yesu asifiwe. The reason as to why the missionaries, some of the apostles, were able to do whatever thing they did, it is because they submitted and understood the power of God. Kutoka kwa Yesu Kristo kuwaita uweponi mwake, kuwapa kusudi lake, kukubali kukaa kwa hizo nguvu za Mungu, kuendeleza kazi ya Bwana kupitia kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Yesu anasema, kwanza kaa nami, kisha nenenda kwa ajili yangu, na kisha fanya kazi kupitia kwangu. Is giving us the power. And this power of God sio nguvu ambazo tunabahatisha, ni nguvu ambazo tumeziona pale msalabani, ambayo ilikuwa ni onyesho kubwa ya mamlaka ya Kristo. The cross could not hold Jesus Christ. Alishinda, the cross. Msalaba
Hatusomangi historia ya cross ama msalaba kama tu historia, lakini tunaisoma na revelation kwamba ambaye alienenda kwa cross, he died and he resurrected, and how we get our power is through the resurrection of Jesus Christ. Yohana kifungu cha 10 mstari wa 18. Yesu mwenyewe alisema, hakuna anaye nichukua mbali mimi mwenyewe niliweka chini. Nina mamlaka ya kuliweka chini na mamlaka ya kulichukua chini. Uko Kalvari ama msalabani, Yesu alitumia mamlaka yake kwa ajili yetu. Uko Kalvari alishinda dhambi. In the cross alimshinda shetani. Uko Kalvari ndipo tunapata uthibitisho wa ukombozi. Na siku ya tatu after Yesu Kristo amekufa, akafufuka tena. Kisha baada ya ufufuo wake alitangaza katika Mathayo 28 mstari wa 18, mamlaka yote, all authority mbinguni na duniani yamepewa mimi. Mamlaka yote yamemilikiwa na Yesu Kristo. He owns all the authority. Si mamlaka kiasi, all the authority. Mamlaka yote Yesu ako nayo. Kwa hivyo we can do what God is calling us to do because mamlaka yote ako nayo. Na mstari wa 19 Mathayo 28 anasema, now go ye. So whatever thing we are going to do, whatever purpose we are going to involve ourselves with, led by God, it is not by our own making, but it is with the authority of Jesus Christ. Sijui Mungu amekuita kufanya nini. God is not calling us, as I always say, to be in these four walls of the church. There is a lot of work that is happening all over the place. Nilikuwa nimeona another reel in IG ambayo inasema 68 countries all over the world bado haijafikiwa na injili. We have a responsibility. God is calling you to do what? Mungu amekuita kufanya nini? What is God calling you to do? Because he is still calling us. Ama wengine bado Mungu ameitana wito wa kuokoka, ukombozi wake. Have you responded to that call? Have you responded to that call? Are you working the purpose of God that he has called us to do in your life? Are you doing it? Because the truth from what we are learning is, it is not by power or might. We can do this through the power of Jesus Christ. The authority is not ours. We are enabled by God himself. Divine alignment requires Christ's presence. Divine alignment requires Christ's purpose. And divine alignment requires Christ's power. Praise be to God. Kama we trust in him, let's read Mark chapter 16, verse 16 and 17, as we put this to a close. The Bible says, aaminie na kubatizwa atafanya nini? Ataokoka. Asiyeamini atahukumiwa. Mstari wa 17, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Ni nani hao wanafanya hizi vitu? Wale waaminio. So the question again is, do you believe? Do you believe? Je, unaamini Yesu Kristo? Kwa sababu kama unaamini kwa jina la Yesu utatoa mapepo. Kuna watu wanasumbuliangwa na tumapepo hata hatuna nguvu, kwa sababu they don't believe. Kama pepo tu kametoka all over the place, kakikupata because you don't believe, chini. Those who believe
And this is what Peter and John are exercising in Acts chapter 3. When they find that lame man in the beautiful gate of the temple, wanamwambia, silver and gold we don't have, but in the name of Jesus of Nazareth, rise and walk. They are not guessworking. Bwana Yesu asifiwe. Because you remember some guys in the scriptures who did a guesswork. Mapepo akawaambia, by the way, huyo Paulo tunamjua, lakini nyinyi hatuwajui. Peter and John, they are not guessing, because actually this is immediately after the Pentecost. This is the very first miracle. In the name of Jesus Christ, rise and walk. And the man rose and walked. He was not just walking. The Bible says, walking and leaping. And something happens. He says, and praising God. Because when great miracles happen in the name of Jesus, there is a response which comes to revelation of worship. Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. When God is doing it, it is not a guesswork. The Bible says in Philippians chapter 2, verse 9, therefore God gave him the name which is above every other name, and that at the mention of his name, every knee should do what? And every tongue confess that Jesus Christ is God. But who are these guys who are mentioning the name? Those who believe. Those who have responded to the call. Come, be with me as I sent you with power to do my purpose. Have you responded to the call? Do you believe in Jesus Christ? Do you believe in him? Do you believe in him? Mungu wetu tunakushukuru because you are good God. Today you are reminding us that you are still calling us to divine alignment, to align with you. You're still calling us to salvation, because the how we will be with you is when we allow you to be Lord and Savior in our lives. We surrender to you. We subject our lives to you. Even God, for them of us who have not received you as Lord and Savior in their lives, oh God, I pray for the power and conviction of the Holy Spirit in the mighty name of Jesus, that God continue convicting in their heart that they can give their lives to you, that they can surrender to you fully, that God, you can be with them, sending them with your purpose, with your power, Lord. Maybe you are here and God is calling you to salvation. You are saying, today, wherever you are, I want to surrender myself to the call that God is doing. I want to be with him. You are here and you are making that prayer. You just raise your hand the way, wherever you are. I pray for you. You are here and you are saying, I want to surrender to him, who is still saying, come, come. The Bible says he's still knocking. Anabisha. Na tukimfungulia ataingia na kutawala. Thank you for those hands. Just keep on lifting those hands before him. He's still calling. He is still calling. He is still calling. Many of the times we misalign from his purpose. He's still saying, come, align yourself. Be with me as I send you with purpose. As I send you with purpose. All of us, as we help our brothers and sisters who are lifting their hands for salvation, can we make this prayer? Say, Lord Jesus, thank you for who you are. Thank you because you are still calling. And today, I respond. I respond to your call. Save me, Lord. Save me, Lord. And from today, Lord, walk with me as I work for you. In Jesus' name. I declare I'm saved. In Jesus' name.
Maybe you are here in the house of God, and you are saying, there's something that God is calling me to do, but I seek of His clarity. I pray that God helps me to really know, because most of people, maybe you don't know what is God calling me for, and you are saying, God, help me. Maybe just in your heart, in a moment, just tell God, help me in the purpose that you are calling me for. Because sometimes we may just sit, enjoy good worship in church. We might just sit, enjoy good programs of the church, yet we are far from Him. God is calling us to align. He's calling us to Himself. What happens to us even after Sunday worship? How are our lives? Are they aligned with Him? Are they aligned with Him? May God help us. Thank you, Lord. Our dear Heavenly Father, tusaidie tukue na wewe, tufanye kazi yako kwa nguvu zako, tuwezeshe, maana peke yetu hatuwezi. Always remind us of the great work of the cross, for the glory and honor of your name. Some of us, King of all glory, maybe they are surrounded with fear. They don't know how to do it. They don't know when to do it. Oh God, I pray for clarity of purpose in the mighty name of Jesus. Wengine Bwana wamekaa katika a moment of stagnation. You've called them to do, even get into business, maybe getting to studies. Some of us, we are calling them to doing exploits, but ule mwovu shetani bado amewashika. Bwana, tunaomba nguvu za kiungu na neema yako, Bwana, katika jina la Yesu Kristo, kwamba there will be clarity of purpose in the mighty name of Jesus. Tumekataa maisha tu ya kubaki vile tena. We wanna arise and walk and be where you are, walk with you as we work on our purposes, oh Lord. Wengine wetu wametamak in their spiritual journey with you. King of all glory, I pray for clarity of purpose in the mighty name of Jesus, King of all glory. May we never remain the same again as we walk with you in the mighty name of Jesus, King of all glory. Tusaidie Bwana, tukae uweponi mwako na ututumie jinsi upendavyo kwa utukufu wa jina lako. Thank you for your word. Thank you for speaking to us. For this is our prayer in Jesus' name. Amen. You can appreciate the sharing of God's word. Amen. 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 Thank you so much for finding time, being in the presence of the Lord. We are grateful. And our time is far much gone, and I welcome us to a moment of giving. Tutoe saka zetu, matoleo yetu, na tunapofanya hivyo Mungu atubariki sana. Nisisitize kwamba pale nje kuna vijana wako na zile merchandise. Itakuwa vizuri sana as you support the Ministry of Grace Worship. Upitie pale uandikishe hoda yako. Unaweza andikisha t-shirt, a hood, kofia, some mugs and all that. You can register there and pay. Then in between the week, on Wednesday you can pick them from church, ama you can pick them on Sunday. Na Mungu awabariki sana. And then kama vile tumetangaziwa, we love that moment of supporting our AIC Bethel Church on Sunday. On this coming Sunday, we'll be doing a love offering for AIC Bethel. You know, the church is getting autonomy on 5th. And then Mungu atatusaidia sana. Amen. Yeah, so I'm welcoming us. We can start moving. Where are the musicians? We can start moving, and those of us who are having their tithes, you can also bring them forth, and God does as well. Amen.
zaidi zaidi nifahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Zaidi 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 nimfahamu Yesu, nimfahamu Yesu, naomba nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Oh, zaidi zaidi. Unaweza simama, usitoke kwanza as we finish up together. Fahamu Yesu. Unaweza simama kwa miguu yako tunapomalizia. Pendo lake na wokovu wake kamili. Zaidi 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 nimfahamu Yesu, fahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Zaidi zaidi naomba nimfahamu Yesu, fahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Amen. Before we pray, remember the teens are paying 300 for the meeting, the fun day that they are having on Friday, and release your children to come and be blessed in the house of the Lord. Shall we lift our hands to the Lord as we make the final prayer? And so God, we thank you. We thank you, God, because you have been good to us. Umekuwa wa msaada kwetu hata katika ibada hii, umetuwezesha kwa nguvu zako. Asante kwa kila mmoja ambaye aliingia katika ibada hii. Asante kwa sababu umetuhudumia. Asante kwa sababu hatutoki vile tumeingia. Asante kwa sababu Mungu wetu, hata vile tumekutolea, tumeimba sifa, tumekuabudu. Asante kwa sababu umetusikia katika kila ombi Bwana. It is my prayer, dear Lord, that you continue helping us align with you as we draw to your presence, doing your purpose with your power. Endelea kutuwezesha Bwana katika kila jambo, ukatuhudumie. Tuko na mahitaji, minister to us. Wengine ni wagonjwa kama dada yetu Esther, tunaomba uponyaji wako, kwamba ukatuponye. Wengine wameachwa na wapendwa wao. So remember the family of Ngei. Katika jina la Yesu Kristo, wote ukawape faraja yako. Zote ukatuweke Bwana pamoja kwa utukufu wa jina lako. Supply to us, minister to us. Them of us, God, who need you in promotions, in work opportunities, minister that. For you are good God, and according to your good and perfect will, we rest in your promises, because you are able to do exceedingly abundantly. Tunakushukuru Mungu wetu. Kama mtumishi wako Bwana, nazungumza neema kwa watumishi wako, kwamba Mungu awabariki,
Mungu awainue, Mungu awafikie, Mungu awasaidie kukaa katika kusudi lake, Mungu awasaidie kukaa na nguvu yake. Neema ya Mungu ikatoshe familia zenu, neema ya Mungu ikatoshe kazi zenu. May everything that you touch prosper. Neema ya Mungu ikafikie kizazi ambacho Mungu amekupa katika jina la Yesu. Acha uso wa Mungu ukawe juu yako, na neema na baraka za Mungu zikakuandame. Kila kitu ambacho utashika kikabarikiwe katika jina la Yesu Kristo. We thank you and we honor you. Hata tunapokamilisha ibada hii, tunaomba tuende pamoja nawe, kwamba utatusaidia ukaongoze Bwana kila jambo ambayo tunalifanya, na ukatukuke katika kila jambo. Na tunaomba Bwana, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba, ushirika wa Roho Mtakatifu ziwe nasi sasa na hata milele. Amen. Amen. Thank you so much. God bless you and keep you till we meet again. Kidogo. We meet again on before Sunday. We meet on Wednesday. Hapa kanisani as we worship and praise God. May God bless you and be with you. Amen.